fa inna shaqiyya man hurima ghufran Allah fi hadha ash-shahr al-mubarak. Mtu muovu kabisa ni yule ambaye hakusamehewa madhambi yake katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambaye hakusamehewa makosa yake katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambaye hakuijua thamani ya funga yake mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambaye amemaliza mwezi mzima kwa ajili ya starehe, kwa ajili ya kujinyima chakula na kujinyima maji na kujinyima vinywaji, lakini hajapata faida yoyote katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume anasema huyu ni shaqi, huyu ni mtu muovu kuliko wote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atulinde tusiwe miongoni mwa watu kama hawa. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mapenzi yake ndio maana akatupa dua ambazo tulizisoma katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna dua hasa ambayo ni kwa jana tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukisema Allahumma ghashini fihi min rahma, ewe Mwenyezi Mungu nakuomba unifunike katika siku hii ya leo na huruma yako, rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamuomba Allah Tabaraka wa Ta'ala atufunike na huruma yake, rehema zake zio zitufunike sisi. Kwa nini zitufunike rehema zake? Tuna makosa mengi tuliyoyatenda katika miezi 11. Tuna matatizo mengi ambayo tuliyotekeleza katika miezi 11. Tulivunja uhusiano wetu sisi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukamkimbia Allah kila alipotuita, sisi tulimkimbia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa yeye ni mwingi wa rehema, anatuambia tumuombe katika mwezi huu. Tukawa tunamuomba sema, ewe Mola wetu tufunike katika rehema zako, tufunike na rehema zako, makosa yetu yafunikwe yasionekane, makosa yetu yaondolewe, ibaki ni huruma yako. Na ndio maana katika dua hii tunasema Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla shay'in. Ewe Mola wetu tunakuomba kwa huruma yako, kwa rehema zako ambazo ni pana kwa kila kitu. Huruma zake imeenea kwa kila kitu, na kama sio huruma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi tungekimbiana Waislamu. Kama sio huruma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kila mmoja angemuona mwenzake akamuogopa, akamuona kuwa huyu ni mnyama, lakini kwa sababu ya rehema za Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatufunika kwa rehema zake, akatupa rehema zake, ikawa sisi kila mtu anatamani amuone mwenzake. Ndugu zangu Waislamu, katika dua hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aidha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufundisha, anasema warzuqni fi at-tawfiq. Vile vile tukamwomba Mwenyezi Mungu atupe tawfik tuweze kufikia yale ambayo tunayohitaji. Lakini yale ambayo tunayohitaji ni mengi, yanahitaji mambo kadhaa, lakini tutaje tu miongoni mwa haya yanayohitajika, angalau jambo limoja au mambo mawili, ili tupate tawfik kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nini tunatakiwa kufanya? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Ahlul Bait alayhim salatu wa salam wanasema ili tuweze kupata tawfik, sharti la kwanza ni nia, husnul nia. Tuwe na nia nzuri, tuwe na nia nzuri. Pale tunapokuwa na nia nzuri, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuandalia tawfiki iliyokuwa nzuri na ya wazi wazi, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vile vile katika maneno yake katika hutuba ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ametufundisha akasema, fas'alullaha rabbakum biniyati sadiqa, muombeni Mola wenu kwa nia za ukweli. Kwa hiyo jambo la kwanza ili tupate tawfiki ni kuwa na nia iliyokuwa nzuri. Imam Jafar as-Sadiq alayhi afdalus salatu wassalam anasema katika maneno yake kwamba yule atakayeitakasa nia yake, akaitengeneza nia yake ikawa safi katika yale anayotaka kuyatekeleza, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atarahisisha yale anayotaka kuyatekeleza aweze kuyatekeleza kama anavyotaka, kwa sababu yuko katika radhi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili ni kujitahidi, ijtihada, aidha kufanya kazi. Kufanya kazi ndugu zangu ni nini? Ni yale ambayo tumeyasema, tumesimamia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumejinyima usingizi, tukalala usiku mzima kwa ajili ya kuisoma Qur'ani, usiku mzima tukimsujudia Allah Subhanahu wa Ta'ala, usiku mzima tukisoma dua jiti, tukawa na ijtihada kwa kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pale tunapomwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile mikono yetu
iwe na harakati ya kufanya kazi yale ambayo tunayomwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tujifanye tuwe na nguvu, tuwe na harakati za kuweza kuitafuta kile ambacho tunachokihitaji, ili Allah Subhanahu wa Ta'ala azione jitihada zetu na aweze kutupa tawfiki. Ndugu zangu, jambo la tatu ni al-isti'ana billah, ni kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila siku katika ibada zetu tunamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ewe Mola, hakika wewe kwako ni kwamba wewe ndiye tunayekuabudu na kwako ndipo tunapotegemea msaada. Kwa hiyo jambo la tatu ni kutegemea msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatujiwezeshi chochote kama tutapata msaada kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tunahitaji msaada kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na huu msaada tutaupata pale nia zetu zitakuwa safi na pale jitihada zetu zitaongezeka katika kufanya kazi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupa msaada huu. Ndugu zangu Waislamu, mwezi wa Ramadhani umekwisha, lakini kumalizika kwa mwezi wa Ramadhani haimaanishi kwamba rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zinaondoka zote. La, lakini rehema za Mwenyezi Mungu zipo. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatupa kanuni hizi tuzitekeleze mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili iwe mwanzo wa kuzitekeleza katika masiku mengine yasiyokuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kusieni waja wa Mwenyezi Mungu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzidisha umoja kati yenu, kuwa na umoja, kupambana na adui ambaye ni sheitani kutoka katika majini au sheitani kutoka kwa binadamu, kupambana naye mkiwa pamoja, mkiwa katika safu moja, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndivyo ametufundisha. Anasema, inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah anapenda wale ambao wanapambana, wanapigana katika njia yake wakiwa pamoja kama jengo. Msiruhusu farakano, msiruhusu kuachana, msiruhusu kuchanika na kuwa vipande. Kila siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ni lazima tuwe wamoja, tufanye juhudi zozote, chochote kitahitajika, lakini tuhakikishe umoja umedumu baina ya Waislamu, umoja umedumu na amani imedumu. Hili ndilo jambo ambalo litafanya sisi tuweze kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndilo jambo ambalo litakuja kutusaidia katika utetezi wetu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, baada ya umoja huo ni lazima watu waheshimiane. Katika akhlaqi ya Ahlul Bayt alayhi salam, heshima ni jambo muhimu. Ndugu zangu, heshima ni jambo muhimu katika maisha yetu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama ametufundisha ya kwamba wakubwa wawaheshimu, wawahurumie wadogo, na wadogo wawaheshimu wakubwa. Hii ni nini? Ni mafunzo ya kuonesha umuhimu wa watu kuheshimiana, umuhimu wa mtu kuwa na adabu ni muhimu mkubwa sana. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaiweka ndoa katika Uislamu ili kuepusha kuzaliwa watoto wa haramu, kwa sababu watoto wa haramu aslan hawana adabu na asili yao hawawezi kuwa na adabu hadi siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuepusha hapa, tusitoe nafasi ya watoto wa haramu kuenea, tusitoe nafasi ya watoto wa zinaa kuwa wengi, hata mmoja asipatikane, ili tuweze kulinda heshima ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukirimu sisi, kwa sababu Allah amesema amemkirimu mwanadamu, amempa takrima mwanadamu. Kwa hiyo haruhusiwi mtu yeyote, haruhusiwi kunguni yeyote kuivunja heshima ya binadamu, haruhusiwi kunguni yeyote kuivunja heshima ya Muislamu, haruhusiwi, kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tayari kishamheshimu na akampa karama zake. Ni lazima tutekeleze zile karama, tuzitekeleze zile karama, kwa sababu ni ahadi kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ala al-kibriya wal 'azama wa ala al-jud wal jabarut wa ala al-'afwi wal rahma wa ala al-taqwa wal maghfirah. As'aluka bihaqqi hadha al-yawm الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله
ذكرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم هذا الكبرياء والعظمة وهذا الجود والجبروت وعلى العفو والرحمة وعلى التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليهم وعليهم أجمعين. uno munsi wambaye mu kwemera kwacu kw'abayisilamu bo ku isi hose, umunsi mukuru duheza amafunguro y'ukwezi kutagatifu kwa Ramadani. Kenshi rero nk'uko twabirazwe n'intumwa yacu Muhammad sallallahu n'abayimamu bacu 12 dukurikira batubwiye ko amafunguro aheze tugakwiza iminsi 30 dutegerezwa guhurira hamwe tukagira igisabisho cyo gushima Imana tukaryoherwa hamwe. Nico gituma abayisilamu b'amadhehebu y'abashia mu Burundi bahisemo gusengera ngaha muri iki kibanza mubona. Ni bande bashoboye gukoranira ngaha bavuye abakoraniye ngaha n'abayisilamu dufise mu mihingo yose angaha Bujumbura kuko Isilamu b'amadhehebu y'abashia mu Burundi hose tuhakwiye. Ariko nuko umufiti wacu uyobora abakuru b'abashehe umukuru w'abashehe yasohoye itangazo ashigikiwe natwe n'ubuyobozi bukuru abakoraniwe ngaha n'abavuye mu Buyenzi, mu Kanyosha, mu Buterere, mu Kinama, mu Cibitoki, mu Rubirizi, mu Kamenge ndetse no mu Ngagara. Mu ncamake abashia bose bo mu gisagara ca Bujumbura twahuriye muri iki kibanza mu guhimbaza umunsi mukuru uheza ukwezi kwa Ramadani. Ubutumwa twabahaye no munsi nubwo kugiranira ubumwe urukundo muri bo, kuko twebwe ngaha mu Burundi madhehebu yacu turi nkewa turi bake, kandi nk'uko twabirazwe n'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gushira ubumwe imbere abayisilamu n'urukundo. Rero ijambo ry'ubutumwa bw'uno munsi bari bwo kugira urukundo tukabumbatira amahoro mu gihugu cyacu ciza Imana yaturagije Burundi. Itandukaniro si rinini cyane kuko twese dukoresha igitabo kimwe arico Qur'an tagatifu, kandi tukaba dufise intumwa imwe yitwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imana twari mheza gidunda musukuri we n'abana biwe n'abuzukuru biwe. Itandukaniro rero ihari nuko bobo abandi bayisilamu dutandukaniye ku burongozi. Inyuma yaho intumwa y'Imana yitavye Imana, uburongozi bemera sigo twemera, ariko nta rindi tandukaniro rihari rinini n'iryo nyene kuko igitabo ni kimwe, intumwa ni imwe, Imana dusenga twese ni imwe, kandi naho tugenda gushira amashimwe yacu ikaba ni Maka ni hamwe. Itandukaniro rero rihari mu kwemera uburongozi bwakurikiye intumwa yacu amaze kwitaba Imana. Abandi bayisilamu bemera ubundi, bemera abandi batwaye uburongozi, natwe tukemera ko uburongozi bwategerezwa gutwara abava kuri wa mukomokako, ni kuvuga abuzukuru biwe nibo bari gutwara uburongozi. Abo twariko turahereza ubutumwa icyambere tubaha inyigisho z'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuko yatwigishije yuko tudashobora kwinjira mu ijuru tutizera. Izo ni inyigisho z'intumwa yacu Muhammad yuko mudashobora gushikira ijuru mutizera. Kugira ngo mwizere naho nimushobora kwitwa bizera mudakundanye. Abagendana intumwa yacu Muhammad baciye bamubaza uti kugira ngo dukundane dukora iki? Ababwira ngo umwe wese niyifurije uwundi amahoro.
uva kugira ngo icyo tubatekerera muri uyu munsi nuko bogenda bafise urukundo mu mutima wo kwizera n'urukundo ku bantu bose abayisilamu n'abatari abayisilamu yuko bo bakunda cyane cyane muri uyu munsi uri hejuru wa Eid al-Fitr ufise gatoya agafasha bagenzi wabo bibiwe ababanyi ari umuyisilamu atari umuyisilamu bose bagafashwa nk'abantu kuko idini ryacu rya Islam riremera yuko umuntu ari umuntu ategerezwa kubaha uwo ari we wese idini yayo yose ategerezwa kubaha karatsinda intumwa yacu Muhammad yarabanye n'abatari abayisilamu ibana nabo mu mahoro n'umutekano ntangere ikindi twabatekereye ni ubumwe yuko bogumana n'abandi bofashanya n'abandi bari kumwe bakunga ubumwe butamenwa bamaze kwizera Imana bisigurwa yuko bategerezwa kugendera ku mategeko y'Imana kuko amategeko y'Imana atwereka neza inzira twocamo kugira ngo dushikire iterambere icyo ni ikintu cya mbere bagendeye ku ijambo ry'Imana izobereka byose bazokora kugira bashike ku iterambere